Mtu wa Vinyasa. Asante sana. Mimi wananiita Salim kwa sababu siwezi ficha jina kwa sababu nadhani mtu akificha jina kuna kitu anaficha, lakini mimi naitwa Salim. Asante. Wewe mtu wa Vinyasa. Unataka kujibu swali gani? Ndio amesema tumuite hivyo. Yaani mwana mwacheka, yeye ndiye amesema yeye ni mtu wa Vinyasa. Unataka kujibu swali gani ama unataka kuuliza swali gani? Jibu, kuna neno linasema hivi. Mwanzoni kulikuwa na neno. Na neno likafanyika mwili. Na neno ilikuwa Mungu. Yesu mwenyewe alikuja akazaliwa akakuwa, tukaonyeshwa Mungu mwenyewe anakaa namna gani. Sawa? Mungu mwenyewe anakaa namna gani? Kwa sababu hakuna mtu ameona Mungu. Usindanganywe. Hakuna mtu ameona Mungu, lakini Yesu alikuja tujue Mungu anakaa namna gani. Ajue Mungu, najua hata ukiangalia hapa mwanzo inasema wacheni tuumbe Mungu, wacheni tuumbe binadamu na mfano wetu. Yaani tuumbe, hakusema niumbe. Hata angalia kitabu ya Mwanzo. Kuna kitu nataka nielewe kwanza. Wewe umetuambia Yesu alizaliwa ili tuone Mungu. Sasa swali nauliza, hivi kwa sababu Yesu alikuja akiwa mwanaume, hivi unataka kuambia hawa Wakristo kuwa Mungu ni mwanaume kwa sababu Yesu alitahiri siku ya 8, na wewe umetuambia Yesu alikuja ili muone Mungu anakaa namna gani? Na huyu Yesu ngoja kwanza, mwanadamu ni mdhaifu ile. Lazima mwanadamu, ngoja kwanza nimalizane na huyu alafu enda kupa nafasi. Mwanadamu ako na maswali mingi. Mwanadamu ako na maswali mingi. Ndio unaona hata tukiingia kisayansi. Yaani tunataka kujua na tulitoka wapi? Dunia ilianza wapi? Tusiende kisayansi. Wewe umekuja ukasema unataka kutujibu na mimi nikakupa nafasi. Ngoja kwanza. Kweni wapone. Nataka tuende na huyu mzee wa Vinyasa. Amesema nimuite hivyo. Wewe umesema unataka kuja kudhibitisha Yesu ni Mungu. Na mpaka saa hii Yesu ndio Mungu. Yesu ni Mungu. Ile inaitwa Holy Trinity. Asante. Utatu utakatifu. Asante. Sasa utatu utakatifu. Asante. Mariamu, kwa sababu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sina tatizo, nataka nielewe hapa. Umesema Yesu ni Mungu na Yesu alikuwa ni mwanaume, na huyu Yesu mimi ninavyomjua kuna wakati wowote alikuwa anaabudu Mungu? Yesu alikuja kwa mfano tuonyeshwe Mungu yeye ni nani. Ndio hakuna mtu ameona Mungu. Tuonyeshwe Mungu ni nani. Sijakataa, mimi swali yangu ndogo. Yesu akiwa hapa duniani kuna wakati aliabudu Mungu? Unajua sitaki kuingia ndani sana. Ndio mimi sijafanya theology, lakini sio theology. Sasa Yesu yuko wapi? Hata yuko wapi? Sasa Yesu yuko wapi? Hata si yako hapa. Ako hapa. Unasemaje mimi nikuonyeshe mahali Yesu yuko? Nionyeshe. Haya, wacha nikuonyeshe hapa. Acha kidogo nitarudi kwake kwa sababu sasa huu ndio Mkristo nimeona. Angalia Matendo ya Mitume, angalia hapa. Because wewe umetuambia Yesu ni Mungu. Ngoja kwanza. Unajua sasa huyu naye ana imani yake. Wacha kwanza tumsikize. Na ndio nimempa nafasi. Hata mimi. Nimekupa nafasi, angalia hapa. Hii ni kitabu ya Matendo ya Mitume. Inasema, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. So, Biblia inatuambia Yesu amesimama mkono wa kuume wa nani? Mungu. Mbona tena maiki imekosa kuongea? Hii Biblia inasema Yesu saa hii amesimama, iwe kielelezo. Atuonyeshe kielelezo. Atuonyeshe vile tunafaa kuwa tunakaa duniani. So Yesu ni njia anatuonyesha ili ya kwenda kwa nani? Kwa Mungu. So kuna Yesu ambaye anatuonyesha njia ya kwenda kwa nani? Wewe acha maneno bwana. Sio maneno, angalia tena mtu amepotea. Angalia, unajua ukweli haiwezi kukaa. Tulia kwanza. Nataka niwapate hao wengine pia wapate maswali. Wewe umekula time kubwa, iwezekani wengine wakose time hata wao kuuliza. Ngoja kwanza turudi tumsikie huyu. Kuwa mpole. Hebu tumsikie huyu kaka naye. Kama ni kudanganya, wewe toka uweke mwingine na wewe. Mimi leo ndio niko, wale wengine wamekimbia kibarua kwa sababu
sababu ya nini? Tulia dakika mbili, tutarudi kwako. Umeuliza hata huyu anataka mwenzako kuuliza, umechukua time mingi, wacha nao waulize mbili tatu hivi. Haya. Ngoja kwanza, uko na swali kwa sababu naye mtu wa nini amepotea. Alipoona kwanza, wacha tumalize. Hebu shika hapa tumalize. Hebu shika hapa. Namaliza hiyo, lakini ni vizuri kwa sababu kuna watu wataelewa. Angalia, inasema lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Unaona? So Biblia inatambua, Roho Mtakatifu anatambua Yesu ni mwana wa Adamu, tena yuko mbinguni, tena amesimama the right hand of God, sio Mungu. Manake kuna Mungu na kuna Yesu. Na nipata vizuri leta sasa swali yako. Sasa kwanza ule unajua kulingana na inajua inasemanga Yesu ni mwana wa Mungu kulingana na ubaba wa binadamu. Kulingana na ubaba wa binadamu. Yesu ni? Inasemanga Yesu ni mwana wa Mungu kulingana na ubaba wa binadamu. Hebu rudia vizuri, mimi sijakuelewa. Yaani inasemanga Yesu ni mwana wa Mungu kulingana na ubaba wa binadamu. Unaona? Baba wa binadamu namna gani? Kama uko na swali karibia tu, usiwe na wasiwasi, tupate hiyo hoja. Ngoja kwanza nimalizane na huyu alafu utauliza. Niko na swali. Karibia. Kama uko na swali unakaribia. Nafasi iko, karibia dada. Karibia. Usiongelee nje, ukiongelea nje tunakosa uhondo. Karibia. Kwani tena imekuwa moto? Endelea na huyu kwanza. Haya, angalia kaka. Katika imani ambao wewe umeniambia, wewe unaamini Yesu babake ni Mungu ya nini? Unasema Yesu unaamini babake ni Mungu na Mariamu ndio mamake. Kidogo katika imani yetu sisi Waislamu hatuamini, kwa sababu hatuamini Mungu ni mwanaume. Unaona? So hatuwezi kusema ati kwa sababu sasa Mariamu ni mwanamke sisi tuamini kama ni mwanaume. So hamuamini Mungu ni mwanaume. Hajasema yeye ni mwanaume. Sasa kama sasa mnaongea mkiwa nje, nikwambia mkuja mtaki. Sasa tutasaidianaje? Mimi niko hapa. Kujeni hapa. Unajua mkiongea mna interrupt mkimuongeleza nyuma, kwa sababu na concentrate na yeye anaangalia nyuma. Kama uko na point ungekuja ili hao watu wafaidike. Unaona, wote wafaidike, lakini ukiwa nyuma ukiongea unamuinterrupt. Ngoja kwanza tumsikie dada kidogo tu. It was through the power of the Holy Spirit. Ndio akapatikana. Karibia, usiwe pote. Ndio Yesu akapatikana, si ndio? Ndio Yesu akapatikana. Kwa sababu wewe ni mwanamke, nataka unieleze ndio nifunguke akili. Wewe unapopata mtoto unapata kwa uwezo wa Bwanako ama kwa uwezo wa Mungu? Bwanangu through kwa uwezo wa Mungu. So hata wewe kupata mtoto unapata kwa uwezo wa nani? Si neema ni imetoka kwa Mungu. Na Mariamu pia alipata kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Asante. Ambao huyu Roho Mtakatifu mnasema ni nani? Ni ako katika nini kategori ya utatu. Hiyo nini wanaitwaje hawa? Utatu Mtakatifu. Kuna kitu sijaelewa. So kupatikana kwa watoto, mbona umeenda mbali? Nataka ukaribia hapa dada utusaidie kwa hii kupatikana. Hata sijafungua andiko, uko sawa? Na ndio nataka utueleze hapa. So kidogo tu, kupatikana kwa watoto, anayepeana watoto ni nani? Ni short yani. Ni Mungu. Asante. So aliyepatia Mariamu mtoto ni nani? But Biblia inasema alipatikana through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Spirit. Ndio amepatikana Yesu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana yake kwa uwezo wa Mungu, si ndio? Na wewe pia umepatikana kwa uwezo wa Mungu. Si ndio? So Mungu anaumba kwa uwezo wake ndio watu wanapatikana. So Yesu ni kiumbe cha Mungu lakini amepatikana kwa uwezo wa Mungu. Sasa huyo roho ni Mungu. Amepatikana kwa uwezo wa Mungu, si ndio? Na ndio tunahubiri hapa, tunasema Mungu ana uwezo wa kusema mwanaume abebe mimba. Si Mungu ana uwezo? Na mwanaume akazaa bila mwanamke. Mungu ana uwezo, si ndio hiyo?
na Mungu ana uwezo wa kusema saa hii mbuzi izae binadamu. Si Mungu ana